Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea tena kukumbushana na kuelimishana tiba mbalimbali kuhusiana na afya zetu, kuweza kuziweka sawa. Leo nitazungumzia na alama 5 ambazo ukiwa nazo alama hizi 5 basi ujue kabisa wewe umefanyiwa hasadi na kijicho. Umefanyiwa hasadi na kijicho. Hasadi na kijicho ni kitu ambacho ni hatari sana. Hivi vitu ukifanyiwa, maana yake hakuna kitakachokwenda sawa kwako, bali kila kitu utakachokifanya hautofikia malengo. Utafanya ukiwa na wasiwasi, utafanya ukiwa umechoka, utakapokuwa umepata tatizo hili la hasadi na kijicho. Sasa leo karibu tusikilizane vizuri tuweze kupata faida namna gani, ni alama gani hizi mtu akiwa nazo miongoni mwa hizi alama 5. Kama utakuwa nazo miongoni mwa hizi, ujue wewe tayari ushafanyiwa hasadi. Bila kupoteza muda, twende sambamba. Jambo la kwanza kabisa ni mtu ambaye akilala usingizini huota nyoka, nge, mbwa, na hasa nyoka wale weusi wale. Unapolala usiku ukawa unaota viumbe hivi, basi ujue kabisa wewe una hasadi, ushafanyiwa hasadi. Unalala usiku unaota nyoka, ima wanakukimbiza, au unaota nyoka tu ambao ni weusi, unaota nge, unaota mbwa, na ukiamka unakuwa ni mtu mwenye hofu sana. Baada ya kuwa umeota ndoto hizo, ukiamka unakuwa wewe ni mtu mwenye hofu sana, una amani, una furaha. Hiyo ni alama ya kwanza. Utakapoota ujue wewe tayari ushafanyiwa hasadi. Jambo la pili, mtu ambaye tayari ushafanyiwa hasadi ni mtu ambaye anakuwa muda wote na mashaka sana. Maelewano na ndugu au na mke na watoto, jamaa, marafiki yanakuwa hakuna. Yanakuwa hakuna kabisa. Tushafahamiana Unakuwa wewe huna amani kabisa, muda wote unakuwa na mashaka sana, maelewano hakuna, kuzungumzwa kwa ubaya, unaona watu tu wanakuzungumzia mabaya, ujue pia hiyo ni miongoni mwa alama ya kuwa wewe ushafanyiwa hasadi. Jambo la 3, kuumwa na kichwa mara kwa mara. Mtu ambaye anaumwa kichwa mara kwa mara, hasa anapokuwa nyumbani. Unaweza ukahangaika huko, ukifika nyumbani kichwa kinauma sana 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 sana. Kuumwa na kichwa mara kwa mara, hasa unapokuwa mazingira ya nyumbani, ima ni usiku kichwa kinakuuma sana, basi ujue wewe ni unazo alama za mtu aliyefanyiwa hasadi na kijicho. Hasadi na kijicho, hiyo ni alama ya 3. Tukienda katika sehemu ya 4, mtu aliyefanyiwa hasadi na kijicho anakuwa ni mtu mwenye huzuni muda wote, anakuwa ni mtu mwenye huzuni, haeleweki, kafanyiwa jambo haeleweki, kuna kitu gani hakiko sawa, yani basi tu yupo. Anakuwa ni mtu ambaye ana huzuni bila sababu yoyote. Moyo kwenda mbio mara kwa mara. Ukiona moyo wako unakwenda mbio mara kwa mara, basi ujue hizi ni miongoni mwa alama za hasadi na kijicho umeshafanyiwa. Hizi ni alama za hasadi na kijicho ushafanyiwa. Ukiwa tu unaona ukiwa ni huzuni, huna furaha bila sababu yoyote ile, moyo kwenda mbio mara kwa mara, basi ujue wewe tayari ushafanyiwa hasadi. Tukimalizia ya mwisho,
Lakini pia mtu aliyefanywa hasadi ikisoma Qur'ani hujisikia vibaya sana. Akisikia ile sauti ya Qur'ani ikisomwa, basi hujisikia vibaya sana 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 sana, kuonyesha tayari kwenye mwili wake hayuko sawa. Na unapokuwa na maradhi haya, hakuna utakachokifanya ndugu yangu kikawa sawa. Hasadi ni sihiri moja mbaya sana, ni uchawi mmoja mbaya sana. Kwa hiyo unapokuwa na alama hizi, hakikisha unaomba dua. Usiache kuomba dua, na dua yenyewe ya kuondosha hasadi, soma suratul Ikhlas, soma suratul Ikhlas 3, soma suratul Al-Falaq mara 3 au mara 7 au mara 11 vile utakavyoweza. Lakini pia soma suratul Nasi na suratu na ayatu Kursi. Soma hizi mara 7 au mara 11, kisha puliza mikono yako unapolala. Hakikisha kama unajipaka au unaweza kusomea maji ukawa unajipaka. Hii itakufanya hiyo hali iweze kuondoka kwa haraka sana biidhnillahil karim, kwani hiyo ndio tiba ya hasadi na kijicho kwa yule ambaye ashadhurika tayari. Waweza kusomea maji hayo ukayakogea, ila tu usikogee chooni. Kwa uwezo Mwenyezi Mungu hali yako itakaa sawa kabisa. Karibu sana katika ofisi yetu. Dawa asili tunauza, tiba asili tunatoa, tunafanya visomo majumbani, maofisini, na hata ukiwa ni wewe mwenyewe umedhurika na mashaitani na majini, mambo ya kichawi na nini, basi karibu sana uweze kupata huduma insha Allah kwa nambari za simu 0783487305 au 0742424311. Wassalamu alaikum warahmatullahi